Safi sana. Msikilizaji akawa ameuliza hapa kwa sababu nyie mmesema mmeanza si muda mrefu sana, pengine hata kwa Joel Lwaga ambaye anaweza kawa pengine ndo kati ya wale vijana ambao waliona kama Joel anafanya, bado na sisi tuna hicho kipawa cha kufanya hiyo kazi. Sasa kwa jinsi ambavyo wenyewe mmeona jinsi ambavyo shughuli ambazo zinafanyika, ikisemwa ya kwamba kwenye aina muziki ambao mnafanya hela ndo zipo nyingi, hata vijana kwenye muziki mwingine wa huku wanajaribu ni kweli linalosemekana ndo hilo uhalisia ulipo? Sisi tunafanya kazi ya Mungu. Na kazi ya Mungu tunachokitumikia sisi, tunachokifanya ni kufanya, si kutafuta kwa asilimia kubwa kwamba sehemu labda ya kupatikana pesa, hapana. Tunachokifanya kwanza, tunatangaza injili ya neno la Bwana ili kila mmoja amjue Mungu, kila mmoja ajue nafasi alionayo, kama yeye asimame kwa nafasi alionayo kumtumikia Mungu. Kwa hiyo katika njia hii ya uimbaji wa nyimbo hizi za injili, maana yake tunapeleka ujumbe kwa jamii wapate kujifunza na kumjua Mungu. Ndio huduma yetu. Lakini hayo mengine baadaye. Maana hata neno la Mungu linasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Hayo mengine mtazidishiwa. Sawa. Namuelewa sana. Yanaandika na pengine kwa Pasco pale. Naam. Pengine unaleta la kuongezea. Kwa kuongezea kwa jamaa hapa. Karibu sana. Naweza kusema hivi, kingine hata kwenye vitabu vya dini imeandikwa kwamba kipaji kikuacho kinampa mtu kufanyaje? Kula. Yaani kipawa hugeuka na kumpa mtu kula. Sasa uweze ukasema kwamba unaingia moja kwa moja kwenye kazi ya Mungu kutafuta hela. Amna. Lazima kwanza ufanye kile ambacho Mungu kakuitia. Kile ambacho Mungu alisema bana, we nimekupa hiki, kakifanyie kazi. Kwa hiyo utaenda huko, watu watakavyobarikiwa na wao watakubariki. Maana wewe utawapandia vya rohoni na watakupandia vya mwilini. Nimefurahisha sana na wewe ujumbe. Anaitwa Pasco, ni kati ya wale member ambao pia wapo kwenye mashujaa wa Yesu. Sasa nikibaki pale kwa Bwana Pasco, mtumishi bwana, hebu tuambie changamoto hasa kwenye muziki wa injili ni nini mpaka tunaona pengine hata kupata uwakilishi hata wa tuzo mbalimbali za nchi za watu huko, wakati mwingine tunakwama labda, au kama tunafanikiwa kwa kiasi gani, na je tumeridhika na hayo mafanikio ambayo tunayapata hadi kipindi hiki? Karibu sana utupitisha hapo kabla tuweze kufahamu leo tutakuwa na kazi gani ambayo mmeweza kutuleta. Yaani au kuko vizuri, hakuna changamoto yoyote? Kitu cha kwanza kusema kwamba changamoto kila sehemu haikosi changamoto. Ndio. Unaona, lakini sasa kinachokupasa kuangalia ni kile unachokifanya. Ukisema kwamba ukutane na changamoto afu ndo urudi nyuma, inakuwa sio kweli. Kwa hiyo inatakiwa uangalie kile kilichokupeleka kwenye huduma. Kama umepeleka kwa ajili ya kukata tamaa, utakata tamaa. Lakini kama umeenda kwa moyo kabisa na una imani kwamba hiyo kazi kakupa Mungu kaifanye, huwezi ukakata tamaa. Changamoto zitakuwepo, lakini utaendelea mbele, utasonga mbele. Safi kabisa. Pasco umemsikia hapo, yuko yeye pamoja na huyo ni Pasco actually, yuko na Isaac pamoja, ndo hao ni kama kundi wanafahamika kama mashujaa wa Yesu. Leo wametuletea kazi ambayo ni nzuri sana, tutakwenda kubarikiwa mchana huu. Tutakwenda kupata baraka za kutosha. Hii kazi ambayo tutakwenda kuisikiliza, alafu sisi baada ya kuisikiliza tutakuwa na maneno mengi ya kuweza pia kuulizana ama kuyatolea ufafanuzi ya ujue hicho tulichokisikia. Inaitwaje, na pengine mwakaribisha wasikilizaji twende tukaisikie sasa. Nyimbo yetu inaitwa Sio Vitu Vyangu. Sio Vitu Vyangu ni wimbo ambao kwanza kabisa katika kuandika tumeuandika kwa kupewa mafunuo na Mungu mwenyewe. Ndio. Tumeuandika tukikusudia ya kwamba kuna watu wengi wamebeba mizigo ambayo hawakusudia kuibeba toka wakiwa kwenye matumbo ya mama zao. Mpaka kukua kwao, manake wanayo mizigo mingi ambayo hawakukusudia kuibeba. Kwa hiyo wengine napofika umri fulani ndo wanatambua. Mimi kama mimi nimepewa mafunuo kwamba huu wimbo Sio Vitu Vyangu, manake kuna watu ambao wamebebeshwa magonjwa. Kuna watu wamebebeshwa shida, wanafanya